Yo, mambo vipi? Jason kama kawaida. So, katika ile experience yangu ambayo niko nayo baada ya kusafiri kuja huku Qatar, kuna vitu ambavyo nimejifunza na kuna vitu ambavyo nimeviona vinaweza tokea once ukisafiri nchi yoyote, iwe unaenda ni Europe, unakuja huku Gulf, unaenda Amerika. Wewe kama umesafiri, jua kuna vitu fulani ambavyo vitatokea kukuhusu. Either watu watakuona level nyingine, ama venye walikuwa wakikuchukulia kitambo inageuka. Kitu ya kwanza, ukisafiri watu wanakuona yani wewe ushatoboa life. Yani tu mtu akisikia huyu jamaa yuko Gulf ama huyu jamaa yuko Europe, yuko USA, katika mind yao wanafikiri wewe ushatoboa life yani. Lakini sasa in the real sense, ukija kama hivi ndio sasa unaanza yani huku lazima upambane. Lazima upambane. Kama ni kwenda kazi, lazima uende kazi. Hakuna uvivu huku. Ukiwa mvivu utajua hujui. Ukiwa mvivu kampuni itakutema bana. So ukisha travel kama hivi, watu wanakuona wewe tayari ushatoboa in life. Lakini sasa wewe mwenyewe huku ndio unajua kile chenye unapitia. Naona? Kitu ya pili, ukitravel una gain respect. Hata watu walikuwa na kudharau wakati huo, walikuwa na kudharau, lakini once ukitravel kama hivi, watu wanakuheshimu. Wanakuheshimu sana. Yani hata tuseme umepiga contract yako kama ni miaka 2 mpaka umemaliza successful, umerudi mtaa. Ukifika kule nyumbani, jamaa wanakuona yani sasa umekuwa mtu mwingine tofauti. Wanaweza assume wewe jamaa yani sasa uko na pesa. Yani wana assume uko na pesa, lakini sasa wewe mwenyewe tu ndio unajijua niko labda niko na pesa kiasi fulani. Wewe mwenyewe unajiona yani bado hauja make it ama hauja accomplish zile mission yako ama ile mambo yako, lakini perception ya watu wanaona wewe uko na pesa, na unajua pesa attract respect. Ukiwa na pesa unaheshimiwa, so watu wanakuperceive. Unaweza kuwa hauna pesa in the real sense, labda umepiga project zako, umeenda vacation, uko tu na akiba tu kidogo tu zile za kusurvive, lakini watu wanakuona huyu jamaa ako na pesa. Na kukuona uko na pesa, respect hapo inaingia. Unaweza ona tu hata ni mzee, mtu ambaye amekuzidi umri, lakini anakuambia anakuita mzee mlikuja lini? Vitu kama hivyo. Sababu ana perception, yani perception yake anaona wewe uko na pesa. So una gain respect. Kitu nyingine hiyo sasa ni hiyo ukifail, umesafiri umekuja huku, umefail, yani haukuachieve kitu yoyote ya maana kule mtaani, haukufanya kitu yoyote ya mtaani, labda ulikuja huku ukajajiingiza na anasa nini, wanawake, starehe, unaona? Sababu basi huku ukijiingiza katika mambo kama hayo, hapo utatumia pesa, hapo anasa, starehe, pombe, wanawake, hapo ni pesa inatumika. So unaweza hata ukasahau kilichokufanya uje huku. Yale malengo ambayo yalikutoa kule nyumbani uje huku, unaweza yasahau. Sasa iki happen kama hivyo, umekuja umejisahau mpaka kule mtaani haukufanya kitu chochote, alafu bahati mbaya huku ufutwe kazi ghafla. Unaona? Ufutwe kazi ghafla, tuseme wewe umefanya makosa kazini, alafu kampuni ione huyu jamaa tunamtema.
ukifutwa kazi ghafla ukienda kule mtaani hujafanya kitu yoyote, unaona, watu wanakuchukulia you as a failure, unaona. Na sasa hapo yani ndio utadharaulika zaidi kushinda vile ulivyokuwa unadharaulika wakati haujasafiri. Unanipata? Wakati ulikuwa haujasafiri kuna labda kale kadharau ambao kalikuwa kako, yani ukipita mahali ambao huyo ashapita, hana kazi, huyo ni kuzurura tu. Kulikuwa kuna hao ka level fulani ka dharau, lakini umesafiri, kila mtu anajua huyu jamaa alipanda pipa, huyu akaenda Mamtoni akaenda Mamtoni huko, alafu amerudi hivi kitupu. Utambua huyu jamaa alienda huko, amerudi hana kitu, amechapa, anahangaika, ni kama yani. Sasa ile dharau huwa imezidi, yani watu pale wanakuona yani you are useless. Ulipata opportunity nzuri na hukuitumia, yani inaku expose in a negative way. So ukisafiri ukija huku alafu ukifail, that will happen. Utadharauliwa sana zaidi ya venye ulikuwa unadharauliwa kabla huja safiri, unaona. So ya mwisho, kitu kingine cha mwisho ambacho kitatokea ukisafiri, your value will increase. Your value, thamani yako yani kuna perception fulani ambayo utakuwa treated. Utakuwa treated yani ukifika mtaa vile, kama wakati ule ulikuwa wale mabeste zako walikuwa wako na pesa, tuseme wanaenda sherehe, hawakuiti sababu wanajua huyu hata tukimuita hana pesa ya kucontribute, atatutegemea sisi. Kwa hivyo wanajaribu kukuavoid. Lakini once ukisafiri alafu umekuwa successful, value yako ina increase. Unaweza pata bodyguard hapo, jamaa tu yuko karibu na wewe, hataki kucheza mbali. Mabesti wanakuja na kuambia basi si twende mahali fulani nini, sababu wanajua huyu jamaa ako na mpunga huyu, na tukiwa naye karibu pia sisi tutaokoka. So ukitravel kama hivi, your value increase. So value yako kama ime increase, jaribu kuimaintain. Una maintain hapo. Usiwapatie ile mdomo ya kuwa huyu jamaa alienda Gulf ama alienda Europe, alienda America na hakuna kitu alifanya. So hizo ni baadhi ya vitu nimemention, I think kama ni 4 ama 5 points, 5 vitu ambavyo vinaweza tokea ukisafiri abroad. So jamaa, tufocus, tufuate yale malengo ambayo yalitutoa kule nyumbani, sababu wakati tukitoka kule nyumbani tuliona zile shida ambazo zilikuwa ziko kule, ndio ukasema naacha familia yangu, naacha watoto, naacha tuseme wife, naacha husband yangu, nakuja huku kama ni Gulf, ni Europe, ni America, kuja tafuta. So kile kitu ambacho kilikufanya uache familia yako uje hivi, lazima tukipambanie tukipate, na ikiwa hivyo mambo yatakuwa maridadi sana. Until next time, peace. Don't forget to subscribe and like this video.